lakini tuliendelea kuishi naye, nikamtambua mchungaji Mgaya, Patrick Mgaya, kuwa ni mtu mwenye roho ya rehema na kila mtu alipomuona ana shida alimhurumia kwa tayari kumsaidia kila mnyonge, hata mahali ambapo hakuwa na kitu ili mlazimu hata kuuza vitu vyake na thamani kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Mchungaji ambaye anaweza kukusaidia pale ambapo umekosa msaada hata wa mawazo na kuweza kutazama kwamba wewe ni mshirika wake au sio mshirika wake. Mchungaji wetu alikuwa hachagui dini wala kabila. Watu walikuwa ni watu wake. Angalie maskini wala tajiri. Asikie shida ya nani mchungaji asiende. Kila mtu alikuwa anamkimbilia kama mwanae, kama ndugu yake. Alikuwa yupo kiroho zaidi. Alikuwa anapenda kutoa ushauri. Sisi tulimpenda, watoto wake walimpenda, jamii nzima ilimpenda. Tulitamani kuwa na wajipe moyo. Sababu safari ameimaliza na wao Mungu atawainulia mtu mwingine. Ingawa anaweza sifiti pale wakafika. Lakini tumaini letu lazima tuweke kwa Mungu. Amen. Kwa neno pia kwa wafiwa walie kwa matumaini, kwa sababu Mungu ndo anayejua namna anavyoweza kufariji watu wake. Kwa sababu nikutana naye akiwa mshauri, nikutana naye kwenye kamati mbalimbali za misiba. Lakini cha ajabu ambacho anachoshangaza watu, unaona mafuriko haya, yeye hachagui msiba. Lakini hakuwa anapungua kwenye tukio lolote lile. Apewe taarifa, asipewe taarifa anafika. Alikuwa ni mtu ambaye hana majivuno, ni mtu ambaye anajitahidi kuweza kuwa karibu na wachungaji wengine. Pendo ni mtu mmoja mcheshi sana. Katika kundi kama kwa mfano kama angekuwepo hapa, wote wanacheka, hakuna mambo ya chukia. Acheko kama ni mtu wa watu. Watu wanampenda kwa sababu ya huduma yake. Tukiishi na hiyo tunavuta wengi. Kwa kweli msiba huu ni sherehe. Kuna wachungaji wengi wa madhehebu mbalimbali. Hakuchagua, kwa kweli ni mtu ambaye alikuwa na moyo wa kutumika kila sehemu. Yeye wa kwanza kuzoeana hapa katika wachungaji, lakini pia ameshiriki katika kutufariji sana tunapopata misiba. Aliponichagua mara ya kwanza kuwa mtumishi wa kanisa la pale Masimba, mke wangu alikuwa anakataa mimi nisiwe mtumishi, lakini yeye akaniambia, chagua hivi leo, utamtumikia mke wako au utamtumikia Bwana. Na Pengo alikuwa marafiki. Ndio. Na anapokaa mahali, kwa mfano kwenye kula chakula, nilikuwa nakaa naye pamoja. Najua mnakulaga Mbezi. Kwa sababu yeye hana meno. Kwa hiyo mimi akiwekewa zile nyama, mimi nachukua nyama naweka kunisaidia. Na ninaamini mchungaji Pengo yuko mahali salama. Bwana Yesu asifiwe. Leo siwezi kuongea kwa ajili ya kakaangu Pengo. Amen. Jumapili tulikuwa tunamzika Dashina, tulikuwa pamoja bega kwa bega, yeye mwenyekiti ni katibu. Kwa kweli nimelia, lakini nimenyamaza kwa sababu najua mtumishi wa Mungu amelala. Mungu ambariki Pengo. Watoto wangu, naomba muige tabia ya baba yenu. Baba yenu huyu ni mtu mzuri kuliko unavyojua.